Leo namaliza kila kitu. Tunajifunza ni kiasi gani cha nguvu utapata katika sahani hizi kuu mbili. Hii ni breakfast ya watu wengi na hii hapa ni lunch ya watu wengi. Eti breakfast nyepesi kwa mabunda haya ya slices za mkate. Somo linakuhusu usitoke. Wanga ni muhimu mwilini kwa ajili ya nguvu na joto. Ndo kwa kiwango hiki unakosa somo hili ambalo nimekuandalia. Eti unaweza ukala kisinia cha matunda matamu kama haya na ukadhibiti kisukari. Unakosa elimu hii, unaangamiza figo zako. Save video hii kabla haijapotea ili uweze kuielewa vizuri. Unahitaji kuwa na daftari, kalamu, unahitaji kuwa na simu ambayo iko kwenye internet, unahitaji kuwa na mzani, unahitaji kuwa na vyakula, unahitaji kuwa na vipimo tofauti tofauti. Hakikisha unaitazama mwanzo mpaka mwisho. Tuone namna vyakula vya wanga vinavyofanywa kazi mwilini. Carbohydrate metabolism. 90% ya vyakula vya wanga ni kwa ajili ya nguvu na joto. Nguvu na joto hii inasaidia sana katika kuendesha misuli, katika kusambaza madini na vitu vingine katika mwili wa binadamu, husaidia katika ukuaji wa mwili wa binadamu, husaidia katika uzalishaji wa homoni. Kwa mfano, maltose imetengenezwa na glucose na glucose, sucrose imetengenezwa na fructose na glucose, lactose imetengenezwa na galactose na glucose. Zote hizi tunaziita sukari. Kwa sababu hii glucose imetengenezwa, hii fructose katika mwili hubadilishwa kuwa glucose na kitu kinaitwa fructokinase, na hii galactose hubadilishwa katika mwili na kuwa glucose na kitu kinaitwa galactokinase. Kumbe unapotumia asali, unapotumia tende, unapotumia ugali, wali, ndizi, viazi, miogo, tambi, maembe, matikiti, mananasi, mwili unachokipokea kwenye damu huwa kinaitwa glucose. Full stop. Nishati inayozalishwa katika mwili kwa kutumia wanga, mafuta, nishati hiyo upimo kwa kipimo kiitwacho calories. Sasa mwili unapochoma gramu moja ya vyakula vya wanga huzalisha calories 4000 sawa na kilocalories 4. Sasa hii kilocalories 4, hii formula ilipatikana vipi? Iko hivi: katika maabara, endapo mwili ukichoma 1 mole ya glucose, ina formula hii hapa. Tukichoma hii 1 mole ya glucose tutazalisha calories 686. Yaani tunatakiwa kuzalisha calories hizo 686. Sasa endapo tukitafuta sasa molecular formula ya hii formula yetu ya glucose, rudi kwenye periodic table, somo la form 2. Tutapata gramu 180, ambayo tukichoma gramu 180 tutapata calories 686. Je, gramu moja ya glucose tukichoma itakuwa sawa na kiasi gani? Kwa sababu tunataka tujue hii 1 gram sawa na calories 4 ilipatikana vipi. Tukikalkulate hapa tutapata 3.8 calories per 1 gram of glucose. Hivyo ndivyo formula ilivyopatikana, kwamba mwili ukichoma gramu moja ya wanga unapata calories 4. Sasa tuone ufanisi wa mwili katika kuvuna nishati yote katika kiwango cha sukari ulichokula. 1 mole ya glucose, projection kwamba lazima tupate nishati 686. Hii ni laboratory constant value, ni kiwango ambacho kimewekwa baada ya kufanyiwa utafiti kwamba mwili unatakiwa kuchoma ufikie hiki kiwango. Hiyo ni constant value. Sasa kinachotokea ni kwamba tumejifunza masomo kuanzia form 2 kwamba mwili wako unapochoma 1 mole of sugar glucose huwa unazalisha ATP 32 kupitia glycolysis, kupitia Krebs cycle, kupitia electron transport system. Sasa je, hizi ATP 32 ni sawa na kiasi gani cha nishati? ATP moja hubeba nishati 12,000 calories. Je, ATP ni nini? ATP ni kitu kinachohifadhi nishati inayozalishwa na mwili kwa matumizi ya dharura pale yanapohitajika na seli zako za mwili. Sasa kila ATP moja inahifadhi
calories 12,000. Calories 12,000 zimehifadhiwa katika kila ATP moja. Na mwili ukiunguza 1 mole ya sukari ya glucose huzalisha ATP 32. Sasa kama 1 ATP inahifadhi calories 12,000, je, ATP 32 itazalisha calories ngapi? 384. Kumbuka projection yetu ni 686 calories. Hii ndio projected amount ambayo mwili unatakiwa kuvuna, lakini mwili umevuna kiasi hiki tu, 384 katika 1 mole ya glucose. Sasa tutafute percent. Tutachukua hiki kilichozalishwa, unagawanya kwa kila ambacho kimekuwa projected, ambao ni hii kugawanya kwa hii mara 100, ni 56% tu ya nishati kati ya 686 ndiyo huzalishwa pale 1 mole ya glucose inapochomwa katika mwili wa binadamu. Je, asilimia nyingine ya nishati huenda wapi? Hupotea tu kama joto. Tuone mwongozo unasemaje. Kiasi cha wanga kinachoshauriwa kwa siku, energy from carbohydrates 45 to 60% of the total calories. Ushawahi kusikia ule wanga kiasi cha ngumi yako? Je, hicho kiwango ni sawa na ngumi yako? Twende darasani utanielewa vizuri. Mwongozo unatuambia kwamba asilimia 45 mpaka 60 ya nishati zote ambazo unaingiza mwilini kwa siku inatakiwa zitokane na vyakula vya wanga. Ikimaanisha ya kwamba mwanaume kwa siku kama anatakiwa kula calories 2600 na mwanamke calories 2000, hivyo basi asilimia 45 mpaka 60 ya hizi calories inatakiwa itokane na vyakula vya wanga. Sasa tuende kimahesabu. Tuashumu sisi tule hapa katikati tupate asilimia 50. Tukisema tupata asilimia 50 ya kiasi cha nishati ambazo mwanaume anatakiwa kupata kwa siku ni nishati 1300 kilocalories. Tunajuaje ni kiasi gani cha gramu? Kwa sababu hizi ni calories. Sasa kwenye uhalisia wa kawaida, ukiambiwa unatakiwa ule wanga calories 1300 kwa masaa 24 yote, unaweza kumuelewa daktari? Hutamuelewa kabisa. Ili uweze kumuelewa lazima akupeleke katika kipimo ambacho unaweza kupima jikoni mwako, kipimo cha kilogram, kipimo cha gram. Hivyo ndivyo unaweza ukatekeleza ushauri wake kiuhalisia au kwa vitendo zaidi. Sasa twende tubadilishe hii 1300 calories ambazo unatakiwa kula katika masaa 24 ziende katika gram. Gramu moja ya chakula cha wanga kikichomwa mwilini, formula yetu ile, unapata calories 4. Je, calories 1300 ambao ni asilimia 50 ya jumla ya calories hizi ni sawa na gramu ngapi? Ni sawa na gramu 325. Hizi ni grams za wanga ambazo ni sawa na asilimia 50 ya total calories 2600 ambazo unatakiwa kula kwa masaa 24. Sasa tugawanye, labda wewe unatakiwa ule milo 3. Kama unataka kula milo 3, maana yake utachukua hiki kiasi cha wanga utagawanya kwa 3. Utatakiwa ule gramu 108 kwa kila mlo. Carbohydrate factor ni nini? Ni kiasi cha wanga kilichopo katika kila gramu moja ya chakula unachokula. Kwa mfano, hapa nikipima, hapa inaonyesha hiki kiazi kimoja ni gramu 290. Sasa natakiwa niangalie carbohydrate factor yake ni ngapi ili ni calculate kiasi cha wanga kilichomo humu. Sasa ili kujua total carbohydrate, kiasi cha wanga kilichopo katika hiki kiazi chenye gramu 295, natakiwa nichukue hiyo carbohydrate factor nizidishe na grams of food item. Hizi ni gramu 295 ndo grams za food item. Nizidishe na carbohydrate factor, nitapata total carbohydrate. Sasa nakuja hapa mfano. Boiled potatoes tumechukua gramu
340 tukazidisha na carbohydrate factor tukapata total carbohydrate hii. Slice 3 za white bread tumepata gramu, baada ya kupima kwenye mzani hizo slice za mkate tumepata gramu 105 tukazidisha na carbohydrate factor ambayo hii kuna listi ya kila chakula na carbohydrate factor yake tukapata hivi. Takupa jumla ya grams za carbohydrate 470 ni sawa na calories 1880. Ukichukua hizo 470 ukazidisha mara 4 utapata hiki kiwango. Je, hiki kiwango ni sawa na unachoshauriwa na mwongozo wa kula? Tukirudi huku kwenye mwongozo wetu wa kula, unatushauri kwa masaa 24 usizidishe gramu 325. Sasa tuone wewe huku umefikisha gramu ngapi? Umefikisha gramu 470 kwenye mlo huu mmoja. Hapa tunasema ni masaa 24, na katika mlo mmoja usizidishe gramu 108. Wewe kwenye mlo mmoja umepiga gramu 470. Hicho ndo chanzo cha maradhi. Watu wengi tunatumia vyakula vibaya hata kama ni vyakula asili. Lazima mwalimu nitoe homework. Haya ni mambo ya msingi ya kuzingatia. Cha kwanza, malezi. Hiki ni kitu ambacho kinaumiza watu wengi. Nafahamu umelelewa katika malezi mabaya, ndo maana unaumwa magonjwa hapa na pale. Tukikwambia chanzo ni chakula, hautuelewi kabisa. Hebu leo ukabadilike. Addiction, najua kuna vyakula unapenda kuviacha, lakini una kitambi, una kisukari, una pumu, una upungufu wa nguvu za kiume, homoni zimevurugika, usoni una chunusi zimetapakaa, bado tu unavipenda vyakula ambavyo vinakunyanyasa uhuru, amani yako ya mwili. Na kushauri achana na hivi vyakula, tafuta mbinu ya kuondoka kwenye kifungo cha uraibu wa vyakula. Mazingira, kuna wakati tuna visingizio. Mimi kazini kwangu na banwa kuanzia. Ipo siku ukizidiwa, ruhusa zinapozidi, hiyo kazi utaikosa. Endelea na visingizio vyako. Marafiki, hivi unafahamu ya kwamba ukitazama wewe una kitambi, rafiki yako ana kitambi, nani ana kitambi, yani wote kwa sababu ya mob psychology. Jitahidi sana kuepuka mambo kama hayo. Ndio maana unapotaka kubadilisha mfumo wako wa maisha, hata rafiki usimwambie, anatakiwa aone mabadiliko, akuambie unafanya nini, na usimwambie pia mpaka ufikie malengo yako. Nature ya mwili wako tunafahamu ni wa kunenepa na unajijua, ila unaishi na mtu asiyenenepa na mnakula sahani moja. Unashangaa kwa nini huyu anenepi, huyu ananenepa. Hatuwezi kubadilisha biolojia ya mwili wako, muundo wako. Tunachoweza kubadilisha ni vyakula vinavyoathiri mwili wako. Ndio maana ya elimu yetu hii. Unatakiwa uwe na kiasi, ujawe maarifa, ujue kula kulingana na type ya mwili wako. Wagonjwa wote wanaokuja kliniki ni wagonjwa ambao wamekula vyakula ambavyo sio stahiki ya miili yao. Walikuwa wanatawaliwa na malezi, uraibu, mazingira, marafiki. Sivyo mwili unavyotakiwa kulishwa. Kiwango cha mazoezi. Wewe unamaliza kula vyakula vyenye calories nyingi kiasi hicho alafu unaenda kulala, na kushauri ubadilike. Mwisho kabisa ni hali yako ya kiafya. Una kitambi, una kisukari, una maradhi ya moyo, una pumu, una matatizo ya joint na mifupa. Daktari kakushauri ubadilishe sahani lakini usikii. Nikwambie leo ndo unatakiwa kubadilika. Share video hii na watu wengi zaidi wapate kujifunza. Acha maoni yako hapo chini kama umejifunza kwa kina elimu hii.